Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu, na kusalimu kupitia jina la Yesu. Iko hivi, kuna siku moja nilikuwa nasafiri, nilipokuwa napita barabarani, niliona maeneo mengi kuna vibao vya ishara zile za barabarani ambazo nafikiri wewe mwenyewe unazijua. Niliwahi kuona ama nimeona mara nyingi kwenye mteremko mkali. Kabla ya mteremko mkali kufikia, unakutana na alama imewekwa ya kwamba mbele yako kuna mteremko mkali. Lakini pia nimeona kuna mahali fulani ambako aidha kulikuwa kuna ajali nyingi sana ambazo wamekuwa wakizi experience mara kwa mara, basi wameweka tahadhari pale kwamba eneo hili ni eneo la ajali. Sasa alama zile za barabarani hutoa tahadhari kwa madereva ili waweze kuchukua hatua. Sasa iko hivi, nimekuwa nikijiuliza kwamba kwa nini mwanadamu anapopewa tahadhari amekuwa akipuuzia sana tahadhari zile ambazo anazipewa. Mungu hajawahi kuishi pasipo kumpa tahadhari mtu au mwanadamu. Nimeona mara nyingi pia Mungu akitoa tahadhari kwenye maisha ya watu, lakini tumekuwa tukizipuuza zile tahadhari ambazo Mungu anatoa. Mathalan, katika Biblia maeneo mengi Mungu ametoa tahadhari. Kwa mfano, labda anatoa tahadhari ya kwamba iko madhara kwa kufanya dhambi, yako madhara kwa kutokumcha Mungu, yako madhara labda kwa kujihusisha na ibada za sanamu, na hichi tunachokifanya kina madhara makubwa kwetu. Lakini mbaya zaidi unakuta ni kwamba watu wanaendelea kutenda ama kufanya mambo yale yale ambayo Mungu amekuwa akiwaonya wasifanye, lakini wamekuwa wakifanya. Sasa ni nini? Chukua tahadhari leo. Mungu anatoa tahadhari kwako. Hata leo bado tahadhari zipo. Mungu anatoa tahadhari kuhusiana na nyakati za mwisho. Mungu anatoa tahadhari kuhusiana na madhara ya dhambi. Mungu anatoa tahadhari kuhusiana na jehanamu ya moto, kwamba iko mbele yako. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua hatua na kujiepusha ama kujiponya na hatari ambayo iko mbele yako, na inawezekana ukafanya hivyo kwa kumwamini Yesu Kristo. Hiyo ni hatua ya kwanza ya muhimu sana. Lakini hatua ya pili, kwa kuishi maisha matakatifu. Huwezi kumwamini Yesu Kristo ukaendelea kuishi maisha yale yale. Ukimwamini Yesu Kristo ni sharti abadilishe maisha yako. Ukibadilisha maisha yako, basi unakuwa umeingia kwenye mfumo ambao tungesema umeingia katika ufalme wa mbinguni, ambao Mungu anakuangalia kama mtoto wake na anakupatia mahitaji yako. Lakini sio hivyo tu, anakupa hakikisho la uzima wako leo na uzima wa milele. Si hivyo tu, huwezi kuonewa na shetani, ndugu yangu, kwa sababu Bwana anakuwa upande wako. Haya mambo yote ninayozungumza yako katika maandiko. Fungua Biblia yako, soma, ina ujumbe kwa ajili yako hata leo. Mungu wa mbinguni akubariki sana.